Haleluya. Mungu akubariki sana. Leo tunaangalia somo linasema usigeuke nyuma. Inatoka katika Mwanzo sura ya 19 mstari wa 26. Mke wa Lutu alichagua kugeuka nyuma baada ya malaika kuwa amewaambia kwamba msigeuke nyuma. Sodoma na Gomora ilikuwa inachomwa moto, lakini Lutu akapata kibali mbele za Mungu. Malaika wakawatoa na familia yake na wakawapa hayo maelekezo, usigeuke nyuma. Ni kwa nini basi mke wa Lutu aliamua kugeuka nyuma? Hatujui. Biblia haijaeleza. Lakini je, ni sauti ipi mke wa Lutu alisikia ndani yake ambayo ilimshawishi kuitii na kugeuka nyuma? Je, ni sauti zipi ambazo unazitii wewe leo? Sababu Biblia inasema katika ile Yohana sura ya 10, kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Pima vitu unavyovisikia ndani yako na unavyovitii. Je, vinatoka kwa Mungu ama vinatoka kwa Ibilisi? Tunaamini kabisa ile sauti iliyomsababisha mke wa Lutu awe nguzo ya chumvi haikuwa sauti iliyotoka kwa Mungu. Na kwa nini aliitii? Unaweza ukasema mimi hiyo sauti ya Mungu mbona sijawahi kuisikia? Lakini Biblia inatuambia kwamba amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kama uko vizuri na Mungu, unasoma neno lake, unamuomba, unamwamini, umempokea Yesu, lazima utakosa amani kwa mambo ambayo sio sahihi kwako. Utakosa amani na hautayafanya hayo mambo. Tunaona mke wa Lutu hapa aligeuka kuwa nguzo ya chumvi. Lakini tunawapongeza sana Lutu na watoto wake wawili, binti zake. Katika hali ya kawaida wangeweza kugeuka nyuma, Wewe uko safarini na mama yako na baba yako, au useme na mke wako na watoto wako. Mmoja mara hayupo. Lazima utashawishika kugeuka kuangalia mwenzetu kapatwa na nini. Lakini hawakugeuka nyuma, hawakugeuka. Walisonga mbele na wakapona, na mke wa Lutu aliyechagua kugeuka nyuma akageuka kuwa nguzo ya chumvi.